Ndugu mtazamaji wa vipindi vyetu vya afya ya mwanamke ni mtaji, leo tunahitaji kujifunza kipindi kinachohusiana na umuhimu wa kipimo cha ultrasound wakati wa ujauzito. Hivi ulishawahi kujiuliza ultrasound hasa ni kitu gani? Kipimo cha ultrasound ni kipimo cha picha kinachotumia mawimbi ya sauti kutengeneza picha, viungo, tishu na miundo mingine ndani ya mwili wa binadamu. Inaruhusu mtoa huduma wa afya kuona ndani ya mwili wa mgonjwa wake pasipo kutumia upasuaji. Sasa vipimo hivi vya ultrasound, tathmini na tafiti nyingi zinaonyesha kwamba havina madhara yeyote yale kwa mama pamoja na mtoto wake aliye tumboni. Hivyo mama anahitaji kufanya ultrasound hasa ngapi katika miezi 9 ya ujauzito wake? Kwa kawaida mama mjamzito anapaswa kuchunguzwa kipimo cha ultrasound angalau mara 3 au mara 4 katika miezi 9. Na kuna umuhimu mkubwa sana wa kipimo hiki kwa sababu kipimo hiki huweza kutoa dira ya maendeleo ya mtoto katika ukuaji wake anapokuwa yuko kwenye mfuko wa kizazi wa mama yake. Sasa kipimo hiki cha ultrasound tunafanya wakati gani? Ujauzito kwa kawaida huwa una miezi 9, na miezi 9 hiyo tunaigawa katika awamu kuu 3 ambazo zinakuwa na miezi mitatu. Awamu ya kwanza ya miezi 3 ya kwanza huanzia wiki 4 mpaka 12, kwa maana ya kuanzia mwezi mmoja mimba ilipoingia mpaka miezi 3. Sasa kuna umuhimu gani wa kufanya ultrasound katika awamu hii ya kwanza? Kwanza kabisa inatusaidia kuthibitisha uwepo wa ujauzito ndani ya mfuko wa kizazi kwa maana ya uterus. Lakini pia tunafanya kwenye kipindi hiki ili kutathmini mimba inayoshukiwa kuwa imetungwa nje ya mfuko wa uzazi kwa maana ya ectopic pregnancy. Lakini pia tunafanya kutathmini kutokwa kwa damu kwa mwanamke ukeni. Katika hali ya kawaida mwanamke anapokuwa ameshika ujauzito huwa hatutegemei aone damu tena. Kwa hiyo inapotokea damu wakati tayari mama alishafunga kwenye hedhi yake, maana yake kuna mambo mawili: aidha ile mimba inataka kuharibika au kuna changamoto nyingine ambayo inahitaji uchunguzi wa ultrasound. Na ndo maana inapotokea hivyo mama anapaswa akafanyiwe kipimo cha ultrasound. Lakini pamoja na hayo tunafanya ultrasound kwenye kipindi hiki ili kukadiria umri wa ujauzito. Katika hali ya kawaida kipimo cha ultrasound kinakuwa na majibu sahihi katika miezi 3 ya kwanza na miezi 3 ya pili katika kuangalia umri wa mtoto. Na baada ya hapo miezi inapoenda sana, ultrasound haiwezi kukupatia umri sahihi wa ujauzito wako. Na ndo maana tunashauri awamu ya kwanza hii sio awamu ya kukosa kwa mama mjamzito. Ukiachana na hayo, tunafanya ultrasound pia katika kipindi hiki ili kugundua na kutathmini ujauzito wa mapacha, kwa sababu mapacha hawa wanaweza wakawa kwenye mfuko mmoja au wakawa kwenye mifuko tofauti, kila mmoja akawa na mfuko wake. Wakati mwingine tunafanya ili kuangalia, je, hawa mapacha wanashare kondo moja au kila pacha ana kondo lake. Kuna maana kubwa sana ya mapacha kila mmoja anapokuwa ana kondo lake, kwa sababu mapacha wanaposhare kondo moja maana yake ni nini? Kuna wakati damu huwa inaweza ikanyonywa kutoka kwa pacha mmoja kuja kwa pacha mwingine, na kwa kawaida watoto hawa huwa hawafikishi miezi 9 ya kawaida. Hivyo huwa tunawazalisha kabla ya muda kutokana na changamoto zinazojitokeza kutokana na kushare kondo moja. Lakini pia tunafanya kipimo cha ultrasound ili kuthibitisha kama mtoto yuko hai kwa maana ya kuona mapigo ya moyo kwenye kipimo hiki cha ultrasound wakati mimba ikiwa bado changa. Na kwa kawaida mapigo ya moyo huwa yanaanza kuonekana kuanzia wiki ya 7 au wiki ya 8 ya ujauzito. Na ndo maana
tunashauri sasa mama aende akafanya ultrasound katika umri huu ili aweze kuona kama kichanga chake au mtoto wake huyu ana uhai, kama uhai upo kwa mtoto wake. Lakini ukiachana na hayo, tunafanya pia kipimo cha ultrasound kwenye umri huu ili kutathmini mimba hewa. Kuna mimba hewa kitaalamu tunaita hydatids for more. Unakuta mama anabeba ujauzito, lakini ule ujauzito hauna mimba ile halisia, hauna viungo vya mtoto, hakuna mtoto aliyeko mle hai. Lakini wakati mwingine hizi mimba hewa inaweza ikawa na baadhi ya vipande vya mtoto, inaweza ikawa ni miguu, mifupa au mkono au sehemu yeyote, lakini huyu sio mtoto ambaye atakuwa kwa maana ya kuzaliwa. Kwa hiyo tunapochunguza katika umri huu na tukagundua mama ana shida hiyo, huwa tunawasafisha kwa maana ya kuwaepusha na matatizo ya kutoka damu nyingi wakati wa mimba hizi hewa zinapokuwa zimetungwa. Hebu tuangalie sasa kipimo cha ultrasound kwenye miezi mitatu ya pili, kwa maana ya second trimester. Na hii kwa kawaida tunapenda kufanya angalau kuanzia wiki ya 13 mpaka wiki ya 27. Ultrasound ya kipindi hiki kitaalamu huwa inaitwa anomaly scan au inaitwa anatomical scan. Kwa nini inaitwa anatomical scan? Na ni hiki ndicho kipindi ambacho viungo vya mwili wa mtoto kuanzia kichwa, ubongo na vingine vinakuwa vimeumbwa na vimekamilika. Kwa hiyo kama mtoto ana changamoto ya aina yeyote ya maumbile katika umri huu, ndipo utagundua hilo kwa kufanya ultrasound. Sasa mambo ambayo tunayachunguza kwenye awamu hii ni pamoja na uchunguzi wa maumbile kama nilivyosema, tathmini ya viungo vya mtoto kwa maana ya anatomia, makadirio ya umri wa ujauzito, tathmini ya ukuaji wa mtoto, tathmini ya mama kutokwa na damu ukeni, tathmini ya maumivu ya tumbo yasiyoelezeka kwa mama mjamzito, na tathmini ya mlango wa kizazi, ambayo wakati mwingine kuna baadhi ya kina mama ambao unakuta wana milango mifupi ya uzazi, na akibeba mimba inapofikisha kuanzia wiki 14 na kuendelea au 13, mimba huwa zinatoka zenyewe. Sasa tunapotambua hili, huwa tunawafunga ile milango ya kizazi, tunakuja kufungua mama akikaribia kujifungua. Lakini ukiachana na hayo, awamu hii pia ya pili tunatathmini mapacha, na hapo ndipo sasa utaweza kuona kwa uzuri kama kila mtoto ana placenta yake au ana kondo lake ya nyuma kwa ajili ya kumpatia damu kwa ajili ya lishe na ukuaji wake. Sasa tuangalie awamu ya tatu na ya mwisho ya miezi mitatu ya ultrasound, tunaita third trimester. Na kwa kawaida third trimester huwa tunaanzia wiki ya 28 mpaka 40. Sasa katika awamu hii mara nyingi tunamshauri mama afanye kuanzia wiki ya 36, kwa sababu katika umri huu kama mtoto alitanguliza kichwa, hataweza kugeuka tena na kutanguliza miguu, na kama alitanguliza miguu au kama alitanguliza tumbo, basi ukipima katika umri huu mtoto kuna uwezekano mkubwa wa kuendelea kuwa na mlalo huo aliyoutanguliza. Yafuatayo ni mambo ya msingi tunayoyachunguza kwenye awamu hii ya mwisho. Namba 1, je, mtoto ametanguliza kitu gani? Kichwa, miguu, tumbo au sehemu nyingine yeyote. Lakini pia tunaangalia ulalo wa mtoto. Kuna baadhi ya watoto ambao huwa wanalala kuelekeana na urefu wa mama, kwa maana ya kuja chini, lakini kuna watoto ambao huwa wanalala kinyume, wanakatisha tumbo katikati, inaitwa transverse lie. Na kwa kawaida mtoto akiwa amelala hivyo, mama hatajifungua kwa njia ya kawaida, lazima atafanyiwa upasuaji. Lakini tunafanya pia ultrasound ya mwisho hii kuangalia ukubwa na uzito wa mtoto kabla ya kuzaliwa. Kwa mfano, tukakupima ultrasound tukakuta mtoto ana kilo 5. Inawezekana mama huyu asiweze kumsukuma huyu mtoto na akaandaliwa njia nyingine ya kujifungua. Lakini pia kitu kingine cha msingi
Na cha muhimu kwenye ultrasound hii tunaangalia kondo la nyuma limekaa wapi. Kwa kawaida kondo la nyuma huwa linakaa juu ya mfuko wa kizazi. Sasa kuna wakati kondo hili la nyuma huwa linakuja kukaa chini, linafunika mlango wa uzazi. Na mama aliye mjamzito, mimba inapofikia kuanzia wiki ya 28 atastukia damu zinaanza kumwagika nyingi pasipo maumivu yoyote ya tumbo. Sasa huyu mama ikitokea hivyo atahitaji upasuaji wa dharura, na usipofanya hivyo mama atatokwa damu nyingi, mtoto atakufa, na wakati mwingine hata mama mwenyewe anaweza akapoteza maisha. Kwa mfano, tulipata mama mmoja ambaye alikuja ana changamoto hii ya placenta previa. Hakuwa amewahi kufanyiwa ultrasound. Alikuja damu zimemwagika nyingi, na baada ya kumpima mama huyu tulikuta damu yake ilikuwa ni 3. Na mama huyu alikuwa kwenye hali ambayo ilikuwa ni ya kufa, lakini tulipambana tukaweza kurudisha maisha yake, ila tulimfanyia upasuaji tukatoa kile kiumbe kilikuwa tayari kimesha kufa. Na kama angekuwa amefanyiwa ultrasound mapema, maana yake angewekewa mpango wa kujifungua kabla ya yeye kuingia kwenye uchungu. Sababu nyingine inayotufanya tufanye ultrasound ni kuangalia ukuaji wa mtoto kama uko sambamba na ujauzito. Sasa zingatia yafuatayo. Ni makosa makubwa kwa mwanamke kutofanya kipimo cha ultrasound katika awamu zote 3 nilizozitaja. Kwa maana kuna wakati wanawake wanabeba mimba ya mtoto asiyekuwa na kichwa, anencephaly, kitaalamu inaitwa anencephaly. Sasa unapobeba mimba ya mtoto mwenye kiwiliwili, kwa kawaida ukifikisha miezi 9 kile kiwiliwili huwa hakiwezi kikatoka, itakulazimu ukapasuliwe utoe hicho kiwiliwili ambacho na chenyewe hakitakuwa na uhai. Kama tungegundua mapema kwamba na changamoto hiyo, pengine tungeweza kukitoa kile kiwiliwili kikiwa bado kidogo na usingepasuliwa, na ungeweza kutafuta mtoto mwingine ukampata bila changamoto yeyote. Endelea kufuatana nasi katika vipindi vyetu hivi vya masomo ya afya ya uzazi. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube channel. Usisahau kushare na kulike pamoja na kucomment. Asante sana kwa kunisikiliza.